Jambo tena. Chamge. Yomune. Muko sawa sawa? Asante sana, tumefurahi sana kwa kukaribisha sisi. Tumetoka huko kaunti ya Nakuru, tulikuwa na rais, na nimefika hapa Elgon View kwa sababu ya hii mradi wa barabara ambaye ni ile ahadi tulipeana ya kwamba mkitupatia nafasi ya uongozi, ile kazi yote ilisimamishwa ikakwamishwa na ile kitu inaitwa handshake, tutakuja kufufua. Si handshake ilituumiza? Sasa umeona matunda imeanza kuingia. Kwa sababu hii Eldoret ni city na lazima mkae kiseti. Hamwezi kaa kama watu ya kijiji. Kwa hivyo huyu minister wetu Kipchumba tumemwambia ahakikishe hii Eldoret imekaa kama city. Na kwa hivyo hii ni moja na iko zingine ataeleza. Tunataka hii town ikae sawa sawa, mkae ki Eldoret, mkae ki city, ndio mkija Nairobi tunafanana na nyinyi. Si itakuwa sawa sawa? Mimi nataka nichukue nafasi hii kama nimefika hapa kwa mambo ya maendeleo kusema ya kwamba tumejikakamua kwa mambo ya ukulima. Mnajua tulipopata uongozi tulikuta bolea ikiwa shilingi 7,000. Ilikuwa imepandishwa na wale jamaa. Ndio hapo rais akaagiza na akatoa amri ikapunguzwa mpaka 3,500, naye Mwenyezi Mungu akatubariki akatupatia mvua. Tumepata mazao ya sawa sawa. Na juu ya hayo rais tena amepunguza kutoka 3,500 mpaka 2,500. Na kwa hivyo tunataka kuuliza wakulima katika kaunti hii yetu ya Uasin Gishu watie bidii kabisa. Hii fertilizer na kuja ya short season, wachukue bolea, waingie kwa shamba, walime sawa sawa. Na mimi niseme tumeona hii watu ya Azimio wakilalamika ati wako pata bolea. Sasa wakipata bolea na walikuwa kwa maandamano, si walikuwa wamevaa sufuria kwa kichwa? Unajua saa ile rais alitangaza ya kwamba njia ya kuteremsha gharama ya maisha ni ukulima na ni kupunguza cost of production. Akapunguza fertilizer from 7,000 to 3,500. Tukaambia ile wajamaa machifu watakuja kila shamba wakiregister wewe, kwa sababu huwezi pata fertilizer bila registration kwa sababu inapitia njia ya kimtandao. Sasa hawa waliambiwa na hii watu ya Azimio, hapana andikisha hii bolea, hapana mzuri, hii bolea haina faida, njia ya kulete gharama ya maisha chini ni kuvaa sufuria, ni kufanya maandamano, wakazama. Sasa wameona vile mmepata mazao mzuri na vile mtavuna, wameanza kulalamika. Sasa tunawaambia hao wasikuwe na wasiwasi. Kama wamekuja kujua, na tumeshukuru, tumefurahi ya kwamba njia ya kupunguza gharama ya maisha ni kufanya kazi kwa shamba. Tunafungua round 2 ya kuandikisha wakulima. Hiyo watu ya Azimio wote na wafuasi wao waende wajiandikishe, wachukue fertilizer, tukutane kwa shamba. Si ndio? Si tukutane kwa shamba? In any case mambo ya barabara tumewatoa huko. Haiwezekani kurudi huko. Si mnajua tumewatoa? Si ati wako na choice. Sasa lazima waende kwa shamba kwa sababu barabara tumefunga. Hakuna mtu akubaliwa kuenda kwa barabara. Tena hii masufuria wameumiza wa mama wetu. Kila siku wanachukua sufuria, tia gasi kitokea sufuria inapotea. Tena wakirudi tena wanachukua. Akina mama wamelalamika pale kwao. Wanasema serikali mtusaidie. Hii watu ya maandamano wamemaliza sufuria zetu. Kwanza ile siku walitangaza wataenda siku 3. Akina mama wakafisha masufuria chini ya kitanda. Sababu sasa waliona siku 3 si wataenda hasara sana. Sasa tunaambia hiyo watu mwache maneno mingi. Barabara tumesema hakuna. Sasa wameingia mambo ya mazungumzo huko na Kimani Ichung'wa na huyu Aaron Cheriot ni watu ya mazungumzo. Sasa mimi sijui wanazungumzia juu ya nini. Kwa sababu ile mambo muhimu ni hii ya ukulima, ni hii ya barabara, ni mambo ya maji. Hiyo ndio mambo ya maana. Sasa wewe Aaron Cheriot utatuambia ni nini mnazungumza juu yake? Tutakupatia nafasi. Utuambie ni nini mnazungumzia huko, kwa sababu ile mambo ya maana ni hii ya barabara, mambo ya maji, mambo ya watoto kusoma, mambo ya bolea. Na hivi karibuni tunataka kufungua National Cereals and Produce Board ya kuchukua mahindi. Na hivi karibuni tutatangaza bei. Na tunataka hiyo pesa ikipatikana, hatutaki mambo ya mabroka, italipwa ukilete within 48 hours unachukua pesa yako unaenda. Si tumekubaliana? Kwa hivyo hiyo ndio mambo ya muhimu.
Kwa hivyo sisi tuko hapa Eldoret, mambo ya devolution conference, na rais atakuwa hapo kesho kufungua hiyo kikao ya hao magavana wetu, kwa sababu serikali yetu inaunga devolution mkono. Tunataka hao magavana watie bidii, na ningetaka nitangaze hao magavana hatuna deni yao. Hapo mbeleni walikuwa wanapata deni mwaka 7. Tukifunga mwaka wa fedha wa pesa tariki 30 mwezi wa 6, walikuwa wanadai serikali mwezi 2-3. Lakini mwaka huu kwa sababu vile rais amepanga uchumi wa Kenya, deni yote ya magavana tumewapatia pesa. Kwa hivyo wewe koti moja ufanyie watu kazi. Pesa huko naye. Useme huna pesa, pesa tumekupatia. Sasa si afanye kazi. Anaendelea vizuri. Tena nataka nichukue nafasi hii kushukuru nyinyi kwa sababu tulipokuja hapa tukasema mtuchagulie watu ya UDA, mlifanya hivyo. Si ndio? Mkanyorosha hii watu ya independent. Unajua hii independent hatungekubali kwa sababu gari haina number plate. Ni ya nani? Ni ya nani? Sasa si lazima mtu ajulikane. Si Waswahili wanajuana na vilemba. So mkatachaguliwa hao waheshimiwa wetu, hao wabunge, mimi na rais, na tunashukuru sana. Kwa hivyo mimi nikiwa hapa niko area sasa, area hii. Sasa munipanga panga vile nitalala hapa. Unajua mtanipanga vizuri. Unajua huko kwetu yuko baridi sana. Sasa nimetoroka huko niko hapa. Mtanipanga vile nitalala hapa. So tuko area hapa na rais, na tuko hapa kwa mambo ya maendeleo na hatuondoki, hatuna haraka. Sasa huyu waziri wetu Kipchumba Murkomen tulimpatia kazi ya barabara na anajaribu. Si anajaribu? Si anajaribu? Na tada amekuwa mtu ya kazi, amepunguza Kiingereza. Unajua hapo beleni alikuwa anaenda kwa TV kutoa Kiingereza mingi. Sasa ni mambo ya barabara, matinga, diesel nini, hii sasa hawacha Kiingereza. Hii kazi hakuna Kiingereza inatakikana. Ni kupanga kazi ya barabara sawa sawa. Tumekubaliana? Mgali muko kwa chama yetu? Chama gani? UDA. Harambee. UDA. Mnajua huyu chairman wa UDA anaitwa Cess Barire. Huyu governor wa Embu ndio chairman wa UDA. Hiyo chama yetu tunataka tuweke nguvu. Tuweke nguvu. Si mnajua hata ile ya Jubilee tumemeza? Si mnajua tumemeza Jubilee? Ili hatuwezi meza na ODM, itatukoroga kwa tumbo. Tumeze ODM ama tuachane naye? Basi mumesikia tumetoa taarifa. Tumemwambia huyu Aaron Cheriot, Kimani Ichung'wa, huyu Cess Barire, mwende msungumuze na hiyo watu maneno yenu. Lakini mambo ya handshake msijaribu kuletea sisi. Mumewaambia mtaka kusikia handshake? Na nusu mkate. Hebu muoneshe huyu gavana anaitwa Karinda hamtaki. Sasa wewe Aaron mumesikia. Hawa raia ndio wenye kusema, na hao ndio wanasema, ndio msema yote na msema kweli. Na neno yao ni final. Wamesema handshake, nusu mkate hakuna. Sasa msungumuze hiyo maneno mengine. Hiyo mzee mpange vile ataenda Bondo. Mpange muulize kwa nini amechelewa. Ama anataka yuko kwa Urubaru. So asanteni sana, wacha tumsikize waziri wetu Kipchumba Murkomen. Watu wa Eldoret